Tunaiharibu dunia yetu. Tunajionea wazi athari za matendo yetu wenyewe na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotukabili. Ni muda sasa wa kulifanyia kazi janga hili. Naitwa Hamid Abdulbasat, ni rafiki na mtaalamu wa sayansi ya mazingira. We're joined now by Hamid Abdulbasat. I'm speaking on behalf of the Global Youth Biodiversity Network. Binafsi sipendelei kujadili matatizo ya hali ya hewa pamoja na changamoto zinazokumba mazingira yetu katika ofisi na vyumba vya mikutano pekee. Kutunza mazingira yanakupa reward. Tuko tunafuatilia hata ndege walio hatarini kutoweka duniani. Kupitia Sauti ya Kijani na kutana na watu mbalimbali, kujua changamoto ambazo wanakumbana nazo. Legeza kidogo. Kazi pia sio ndogo. Jiunge nami tupate mafunzo katika Sauti ya Kijani. Karibu katika kipindi chetu cha mwisho cha Sauti ya Kijani. Leo hii tupo katika eneo ambalo lina mkusanyiko wa mambo mbalimbali yenye uwezo mkubwa sana wa kukidhi mahitaji mengi ya mfumo wa ekolojia. Si vinginevyo bali ni shamba la bustani msitu. Bazili amenialika kwake. Anafanya shughuli zake zote hapa pamoja na kuishi na familia yake. Ni mkulima kwa zaidi ya miaka 6 na ni mwaka wa 4 sasa katika ukulima wa bustani msitu hapa Singida. Asante sana, nashukuru sana. Kwanza hongera, lakini msimu uko vipi na shamba lako la bustani msitu linaendeleaje hivi sasa? Jinsi unavyoona, ndio mazao ndio yanaenda hivyo. Yanatupa matumaini. Mimi nilikuwa nafahamu tunadharia ya kilimo mseto, lakini sikujua kinachoendelea hasa kwenye ardhi. Labda utueleze kidogo mfano wa kilimo mseto katika eneo lako hili na imewezaje kukupa faida? Nasema kilimo mseto una faida nyingi sana. Kwa sababu umechanganya mazao mbalimbali ambayo yako faida ya kwanza. Kwa mfano sasa hivi tunao mahindi. Nachanganya na maharage. Na imebeba mambo mengi, maharage pia na rutubisha ardhi hapo. Inakuwa na ushirikiano, Na kwa hii leo hapa kuna shughuli naona inaendelea hapa, ni jambo gani hasa ambalo ulikuwa unaendelea kulifanya? Leo naona niko kwenye kazi ya kupanda miti hapa. Basi naomba nikupe mkono kidogo, nikusaidie. Asante. Kwa hiyo tunaelekea kupanda maeneo gani? Tunaenda hivi. Tunaingilia hapa hivi. Hapa hivi. Bwana. Mpangilio huu hasa katika huu mpangilio kwenye hii miti 1, 2, 3 una faida gani hasa na kwa nini umeweka hivi? Tuanze na fence. Ndio. Fence hii ni ulinzi tuseme. Mfano maana hii no miba. Naona ina miba hapa. Ina miba. Hii ni ulinzi labda mifugo isiingie tena huko au wizi wengine watu nini mambo kama yale ni kweli. Na hii lea pili unavyoiona ni miti ambao mchanganyiko. Miti ambao mchanganyiko. Lakini kila mtu una faida yake kama mfano huu Mgiliveria. Mti ambao huu ni mlonge. Ni mlonge. Faida zake nako najua sana, wengine wanakula majani kwa ajili ya mboga inatibu magonjwa mengi. Jamani mnajionea na huwa mnasikiliza haya jamani. Mambo kama yale. Sawa kabisa. Tunaenda lea hii ya 3 hii. Lea ya 3 ambayo naona hii shamba letu. Na shamba letu. Hii kazi yake kubwa ni kurutubisha ardhi. Naam, kwa hiyo tunapanda wapi sasa eneo letu? Tunapanda hapa katika uzio wetu katika eneo la katikati katika uzio. Sawa. Sasa mabadiliko ya maisha yako tangia umeachana na kilimo cha kawaida mpaka kilimo cha bustani msitu, maisha yako yamekuwaje hivi sasa? Maisha yangu ndio hivyo kwa sababu ndio ninavyojifunza kwa jinsi nilivyopata mafunzo. Naona mabadiliko yanazidi kuonekana mwaka hadi mwaka. Mfano wake labda mambo gani yamebadilika katika maisha yako? Mfano labda kama hii ardhi ilikuwa tupu haina rutuba. Kwa hiyo tumeiboresha. Sasa hivi unavyoona mazao yanaenda vizuri. Na vipi kuhusiana na swala kipato? Kipato kinaongezeka mwaka hadi mwaka kwa sababu ni ardhi tunaiboresha. Kinaongezeka mwaka hadi mwaka. Kabisa. Sawa. Sasa kwa kweli jambo zuri. Kwa hiyo maana yake hata lakini pia na faida nyinginezo za chakula, unapata matunda. Na faida ni nyingi pia. Faida nyingi. Kwa kweli sawa. Maana hapa unavyoona hapa. Yani kila kitu kina faida, miti, matunda. Na mpenzi mtazamaji, tufahamu ya kuwa
Upandaji wa miti katika mfumo wa bustani msitu una faida nyingi sana, ikiwemo unyonyaji au ufyonzaji wa gesi ya carbon katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kilimo endelevu pamoja na kupambana na majanga ya umaskini pamoja na njaa. Kwa hili kuna haja ya kubadili dhana zetu. Miti inayozunguka bustani hii sio tu kwa ajili ya kumpatia mkulima ulinzi wa mazao yake, bali pia ni chanzo cha kujipatia mbao, dawa, bila kusahau utunzaji wa mazingira. Mizizi inahifadhi udongo na kuzuia mmomonyoko, lakini pia inasaidia kuhifadhi maji. Inafanya pia udongo kuwa na rutuba na mazao kuongezeka. Kilimo cha kawaida mara nyingi hutegemea matumizi ya kemikali pamoja na mbolea ya viwandani na kufanya udongo kupoteza rutuba. Katika kilimo hai cha bustani msitu, mimea mbalimbali, wanyama pamoja na viumbe hai walioko ardhini wana uwezo wa kufanya mfumo wa ekolojia kujidhibiti wenyewe. Kilimo mseto kinachohusisha mazao, matunda na mboga tofauti huwezesha upatikanaji wa mavuno anuai mwaka mzima. Bustani misitu pia zinafanya bioanuai kuimarika katika maeneo husika. Naam, tumejionea ya kuwa kila kiumbe kina kazi na umuhimu wake katika mfumo wa ekolojia. Mfano, upandaji wa miti kama katika bustani msitu wetu hapa umepelekea kuwepo na makazi ya ndege, ikiwemo ndege walio hatarini kutoweka. Tukajifunza zaidi kuhusiana na ndege kutoka kwa mtaalam Esther Matingisa. Naitwa Esther Matingisa, ni mtaalamu wa ndege na najihusisha na survey tofauti lakini zinazohusiana na ndege. Na nimetokea Iringa. Mara ya kwanza kupenda kuangalia ndege ilitokea nikiwa chuo. Nimesoma chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Morogoro, na tulivyokuwa tunajifunza kuhusu wanyamapori, moja kati ya vitu tulivyokuwa tunajifunza ni kuhusu ndege pamoja na ekolojia yao. Nikiwa katika mazingira ambayo ndege wanapatikana, na hisi ni kama naungana na ndege kutumia mazingira. Jinsi wanavyofanya shughuli zao, nikiwaangalia mimi kwanza nakuwa na amani na inanifanya niwe na furaha na inatoa mawazo. Unakuwa kama unaunganika wewe na asili moja kwa moja kwa kupitia ndege. Tunakutana na Esther nje kidogo ya kijiji cha Msai. Kwa sasa anatoa mafunzo kwa mabalozi vijana wa mazingira. Ndege wanaleta watalii. Niko sawa. Mtaalamu Esther. Habari yako? Salama. Kwema kabisa. Kabisa. Vijana wengi. Karibu. Salama jamani. Kwema kabisa. Naam. Mtaalamu, bwana najua unafanya mengi katika kutunza ndege wetu. Ila ningependa sana kujua ndege wana umuhimu gani katika mfumo wetu wa ekolojia? Ndege wana umuhimu mkubwa katika mfumo wa ekolojia. Kwa ujumla tunaweza tukasema ni sehemu ya ekolojia, na vile vile wanatumika kuleta uwiano sawa katika ekolojia. Ndege ni wanaokula wadudu ambao wako karibu na mashamba, wadudu wanaoharibu mazao. Kwa ndege wanakula wale wadudu. Kwa kufanya hivyo inawasaidia wakulima kupunguza gharama kutumia kemikali ambazo pia ni hatarishi kwa mazingira. Vile vile ndege wanakula panya, wanakula nyoka ambao jamii kwa kiasi fulani inaogopa. Ukikutana na nyoka taua, lakini asili yenyewe ina njia ya kuweza control kitu kama hicho. Lakini pia nimeona huko na vijana, na mimi ni mpenzi mkubwa sana kufanya kazi na vijana. Ndiyo. Sasa ningependa kujua kuna umuhimu gani wa kuwashirikisha vijana katika jambo hili la utunzaji wa ndege katika mazingira yetu? Vijana wanakuwa kwanza hawana mambo mengi kichwani. Sio sawa na wazee. Wazee kwanza hawana nguvu imeisha. Vijana bado wana nguvu. Vijana hawana mambo mengi kichwani, na vijana ni watu ambao unaweza kuwaelekeza kitu kikakaa kwa muda mrefu kichwani, na wanaweza kuwa mabalozi wazuri. Wakitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanawashirikisha vijana wenzao kwenye kupiga story kwamba sisi tumejifunza hiki, sisi kijijini kwetu tunafanya hivi, mnaonaje na nyinyi mkajaribu kufanya kwenye kijiji chenu, na vitu vya aina hiyo. Ni kweli jamani, ushirikishaji wa vijana ni muhimu sana, na ni kweli kabisa, na nyinyi ndio mmeshikilia yani nasema baadaye yetu au kesho yetu. Nimesikia bwana, dunia sasa hivi ni ya teknolojia. Kuna vile vile watu wanatumia teknolojia ya
rekodi sauti kwa kutumia vitu vinaitwa audio moth, ni vidogodogo hivi. Sawa, naweza na mimi nikajionea hiyo sensa uliokuwa nayo? Kabisa. Sawa basi. Kifaa nilichokuwa nakuelezea ni hicho hapa. Kifaa chetu ambacho kinavuta hiyo sauti za ndege ambao wako katika hilo eneo, na lazima uwe unahisi kuna ndege wa aina gani. Hicho kinakutumia kukuthibitishia kama hao ndege wapo au hawapo katika hilo eneo. Kwa kutumia uvutaji wa hiyo sauti. Kabisa. Sasa kitu kingine nilichokumbuka hapa ni kwamba hali ya ndege sasa hivi kuja hapa nchini Tanzania, idadi yao na aina ya ndege tuliokuwa nayo. Hali ya ndege kwa sasa hivi inategemeana na aina ya spishi. Kuna spishi zingine zinafanya vizuri, haziathiriki na uharibifu wa mazingira kwa kiasi kikubwa, na kuna spishi ambazo zinahangaika. Kwa mfano, spishi moja inaitwa Karamoja Pallis, ambayo pia anapatikana katika maeneo haya ya Msai. Uharibifu wa mazingira ambao unaendelea kwa kiwango kikubwa inahatarisha upatikanaji wa huyo ndege. Kweli kabisa, kwa sababu makazi yake yanazidi kutoweka. Hapo labda niweze kuongezea kwamba tufanyeje sasa kuweza kuwalinda hawa ndege? Jambo rahisi la kufanya ambalo linaweza likaonekana na kuleta mafanikio kwa haraka ni kutenga eneo hili la kuchungia, eneo hili la kilimo, eneo hili la makazi na eneo la uhifadhi wa misitu, na ambapo kila kijiji wanaweza wakafanya hicho kitu, wakatenga eneo kwa ajili ya kuhifadhi misitu. Sawa kabisa. Basi mimi nakushukuru sana. Hakika hii ni somo tosha kwangu. Nashukuru pia kwa kunipa nafasi. Asante sana. Karibu sana. Pia. Turejee kwenye kilimo mseto. Na udongo huu jamani ndio ulioweza kurutubisha shamba la bustani msitu wetu wa Bwana Bazili hapa. Labda kidogo nielezee siri iliyokuwepo katika kurutubisha udongo huu mpaka bustani msitu wetu umeweza kustawi kiasi hicho. Siri kubwa ni tunatumia hizi njia za mmea ambao uko kwenye uzio wetu pale. Uzio wetu ni misilia bila. Tunafanyaje? Hiyo na ukichapuruni unatandaza majani yake kwenye mifereji ile ya shamba letu. Sawa. Kwa hiyo kishaoza pale ni mbolea tosha, ndio maana unaona udongo wetu unakuwa mzuri hivi. Kishaoza kwa jina inakuwa ni mbolea tosha jamani, bila shaka. Na haya mengineyo hapa, na hii ni kwa ajili ya sumu. Hii ni sumu. Huu ni mwarobaini. Ni mwarobaini. Kwa hiyo na sumu yetu tunaitengenezaje sasa kwa ajili ya kukimbiza hawa wadudu? Hiyo unatwanga majani. Unachukua hii inaitwa magadi. Ni magadi. Unachanganya, unachukua na majivu. Unachanganya. Tayari imeshakuwa sumu ya kuulia wadudu wetu haribifu kwenye mashamba yetu. Lakini pia naona kuna mengineyo hapa. Hii ni nini Bwana Bazili? Hii ni mbolea ya mboji. Ni mbolea tayari ambayo ishakamilika. Tayari imeshatengenezwa tayari, ni kwa ajili ya sasa kwa matumizi. Kwa ajili ya matumizi. Na hii imetokana na nini? Umetumia kitu gani hasa? Hapa nimetumia pia mabua ya mahindi. Nimekatakata, nikayaweka, nikachanganya tena majani makavu, majani mabichi, nikakuchukua tena mbolea ng'ombe, nikachukua tena udongo, nikachukua tena maji. Na vipi kuhusiana na changamoto za hii kazi yako sasa? Changamoto ni nyingi. Ana utakuta maji, yani inakuwa ni shughuli sana. Kiangazi tunapata shida kweli kwenye maji. Ni changamoto kubwa ambayo imetukumba. Lakini sasa matarajio yako, kesho yako unaionaje, na matamanio yako ni yapi hasa katika shughuli zako na yani matamanio yangu makubwa hapa, yani nataka nisonge mbele, sio kurudi nyuma tena. Songa mbele. Na hatua nilipofikia hapa nataka tembee mbele, labda kama nitaanza sasa hivi ufugaji wa nyuki. Labda ufugaji wa nguruwe kwa ajili ya ng'ombe ikiwezekana, hata kuku pia. Mimi najua hiyo itaniongezea kipato, nitasonga mbele na watoto waende shule. Ni kweli, na watoto waende shule hakika. Basi bwana, mimi nakupongeza sana. Natakia kila laheri bwana. Asante sana. Naam, hakika ilikuwa ni safari. Katika vipindi vitano vilivyopita tumejifunza changamoto za kimazingira ambazo nchi yetu inakumbana nazo pamoja na namna inavyopambana na changamoto hizo. Tumekutana na mashujaa ambao wanapambana katika jamii zao kutengeneza ustawi wa jamii pamoja na mfumo wa ekolojia. Yote hiyo kwa ajili ya kesho ya kijani. Tumeweza kujifunza maajabu ya miti pamoja na maajabu au uwezo na nguvu wa nyuki katika kuchangia uhifadhi na utunzaji wa mazingira, bila kusahau njia za asilia za kutengeneza mbolea pamoja na dawa za kuulia wadudu katika upande wa kilimo.
Yote haya ni kwa ajili ya kupambana na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Imani yangu ni kwamba mbinu hizi zitakuwezesha wewe kuzitumia katika maisha ya kila siku. Mimi ni Ghamid Abdul Bassat na hii ni Sauti ya Kijani.